Popote ulipo mpendwa, napenda kukusalimu. Ujambo, anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati mpendwa, ningependa kukuonyesha kwamba yale yaliyotabiriwa zamani na manabii hata pamoja na Yesu yanazidi kutimia. Naomba nikupeleke katika kitabu cha nabii Isaya. Nabii Isaya sura ya 2 mstari wa 20 inasema ya kwamba siku hiyo kila mtu atastupilia mbali sanamu zake za fedha na sanamu zake za dhahabu walisojifanyia ili kusiabudu kwa fuko na popo, ili aingie ndani pango za majabali, ya pango za majabali na ndani ya tundu za miamba iliyopasuka, mbele za utiso wa Bwana na utukufu wa enzi yake atakapoondoka, ili aitetemeshe mno dunia. Ni ya kwamba Isaya anaonyesha kwamba kuna siku itafika watu watasitupa mbali sanamu zake za fedha na za dhahabu. Inaposema sanamu, si sanamu zile za kutengenezwa ama za kuchongwa za mawe ama miti, ila ni mfano wa pesa ambazo watu wamesifanya kama Mungu. Ndio, ni ya kwamba wakati ambapo wataona Bwana akija, watastupa mbali fedha zao ambazo ziliwazuia kujiandaa kumngojea Mwokozi. Na tena Ezekieli 7:19 inasema watatupa fedha yao katika njia kuu za mji, na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hasitaweza kuokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Naomba niruke mistari mingine, niende mstari wa mwisho. Inasema silikuwa kwazo la uovu wao. Ni ya kwamba watu watakapojua ya kwamba Bwana anatokea, na wakijua ya kwamba walichelewa kwa sababu ya hali yao ya kupenda pesa, na pia wakakosa nafasi ya kumwabudu Mungu, wengine watakasirika na zile pesa ambazo ziliwafanya kutopenda Mungu, watasitupilia mbali. Ndio, katika Ufunuo sura ya 6:15 hadi 17 inasema ya kwamba matajiri na maskini watakimbia watakapomuona Bwana akija. Wataiambia milima na miamba, tuangukieni mtufunike, tusionekane na huyu anjaye, maana hasira yake ama hasira ya mwanakondoo imefika. Sasa napenda hapa niseme ya kwamba kama vile ambavyo manabii walitabiri, hakika jambo hilo litakuja kutokea. Lakini napenda niseme pia wahenga wanasema ya kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Yesu pia akasema ya kwamba kuna dalili fulani zitatokea ambazo zitaonyesha ya kwamba ujio wake umekaribia. Kuna mambo nimeona hapa Marekani ambayo yanaashiria au yanaonyesha ya kwamba kwa kweli wakati ambapo watu watatupa pesa zao umekaribia. Kwa nini? Utasangaa kuona watu wanatupa vitu vyao vya dhamani. Kwa nini wanatupa? Mara nyingine mtu anaweza kuwa anataka kuhama, wakati ameishiwa na pesa, anashindwa kukodi gari ya kubeba mizigo, na kwa sababu mwenyewe anahitaji nyumba yake, analazimika kuondoa vitu vyake nje, anaviweka mahali ambapo gari la City Council ambalo linabeba takataka litakuja lichukue ile mizigo. Sasa nataka nielekeze kamera yangu uweze kuona TV fulani ya aina ya Sony ambayo mtu ametupa. Wakati mwingine mtu kama TV inaweza kuharibika kidogo,
anashindwa kwenda kutengeneza, ama anaangalia anaona pengine kutengeneza kutachukua pesa nyingi, anaamua kununua mpya. Huyo ni tajiri. Lakini kuna mwingine naye ambaye inaweza haribika kidogo, inakuwa kwamba hana pesa ya kutengeneza na anapatwa na hasira, anaona haina haja ya kuiweka kwa nyumba, anatoa nje, anaweka mahali ambapo chafu sinatupwa. Hizo ni njia mojawapo za kufanya vitu vitupwe nje ama viwekwe mahali ambapo uchafu unaokotwa na magari ya City Council. Lakini pia nataka nionyeshe ya kwamba mambo kama haya tunapoona yakitokea, kwamba mtu anatupa vitu vyake vya thamani, ni ishara ya kuonyesha tunakaribia wakati ambapo watu watatupa pesa zao barabarani. Yes, tunakaribia wakati ambapo watu watatupa pesa zao barabarani. Wakati gani? Watakapomwona Bwana anakuja, hasa wakati ule ambapo Ufunuo sura ya 7 inasema ya kwamba kutatokea mapigo 7. Sasa yale mapigo 7, pigo moja litakuwa ni la vidonda. Watu watapatwa na vidonda, matajiri na watu wakubwa, hata watashindwa kutoa pesa zao benki. Na pengine kama wale watu wa benki nao walikuwa hawajampokea Yesu, wakipigwa na yale mapigo, watawaitia wenyewe pesa zao, maana wao wanajisikia kuondoka ama kuacha kazi. Na kama watu hawatakuja kuchukua, itafikia wakati pesa zitatupwa barabarani kama vile ambavyo maandiko yanaonyesha. Sasa utaniruhusu sasa nielekeze kamera yangu kwenye vitu ambavyo vimetupwa, ili ujue ya kwamba kweli dalili ya kuonyesha kwamba siku zinakuja ambazo watu watatupa pesa zao barabarani zimekaribia. Siku hizo zimekaribia. Tasama, utasangaa kuona TV nzuri ya Sony imetupwa hapa na hakuna mtu anaichukua. Imekaa siku nyingi na hakuna mtu ameichukua. Hebu nielekeze kamera upate kuona. Tasama hiyo TV kubwa ya Sony. Hakuna mtu anayokota. Iko hapa siku nyingi. Hapa chini hapa kuna mashini ya kutoa makaratasi. Nayo pia hamna mtu wa kuchukua. Sasa nataka niende tu nifike mahali ambapo tutapata viti vimewekwa, viti vizuri, watu wametupa na hakuna mtu akuja kuchukua. Utasangaa kuona hivyo. Na ninapotembea mpendwa, kuna siku nyingine nilisema ya kwamba hapa watu hujenga manyumba na mbao. Lakini mbele kule karibu na milango wanaweka matofali kufunika mbao. Sasa nataka tu nitembee. Utasangaa kujionea leo. Kweli wakati unakaribia ambapo watu watatupa vitu vyao barabarani. Kama mtu anaweza tupa vitu vyake vya thamani, kama ni sofa seat, anatupa na hakuna mtu wa kuchukua. Lakini kwa nini hakuna mtu wa kuchukua? Ni kwamba inawezekana we nyumba lako ni ndogo. Nyumba yako ni ndogo. Sasa kwa kuwa nyumba yako ni ndogo na una viti, unashindwa sasa ukichukua vingine utaweka wapi? Ndio. Lakini nilitangulia kusema ya kwamba wakati mwingine mtu anaweza shindwa kulipa nyumba na akaamua kuhama kwa sababu hana uwezo wa kulipa nyumba. Sasa akiamua kuhama na awe hana pesa ya kukodi nyumba, hana pesa ya kukondisha gari kubwa la kubeba mzigo, atafanya nini? Nilitangulia kusema ya kwamba analazimika kuweka hizo viti vyake ama anatupa viti vyake mahali ambapo uchafu unatupwa. Sasa utajionea hapa maajabu. Hebu angalia hapa, mtu ametupa sofa seat. Kiti kizuri kimetupwa na hakuna mtu anaweza kuja kuchukua. Ona. Hiyo ni sofa seat imetupwa. Hapa kuna baisikeli ya mtoto imetupwa. Ona. Hiyo ni kiti kizuri kimetupwa. Ona hizo kiti. Ona hicho kiti. Na hakuna mtu wa kuchukua. Sasa inamaanisha nini? Hata kutupa pesa haitakuwa gumu. Sasa ona. Ona hii matress nzuri kubwa.
matrisi kubwa imetupwa. Ona hizo matrices zimetupwa na hakuna mtu wa kuchukua. Hiyo inamaanisha nini? Wakati unakaribia ambapo watu watatupa pesa zao barabarani na hakuna mtu ataweza kuchukua. Hebu niende mahali pengine uone pia watu wametupa matrices zimetupwa na hakuna mtu atakuja kuchukua. Niruhusu tu nitembee, ukijionea tu. Kijionea hizo nyumba zote unaziona mpendwa, zimejengwa na mbao. Lakini hapa Marekani watu ni wataalamu, ni mafundi wa ajabu, ni watu ambao wana hekima kubwa sana ya kutengeneza nyumba za mbao. Hiyo nyumba kubwa unayoiona ni mbao na ina pesa nyingi sana. Na hasa wakati nyumba zinaongezwa pesa, ndio wakati mwingi watu wanaamua kuhama. Na wakihama wanalazimisha kuacha vitu ambavyo wameshindwa kubeba. Natembea nifike mahali ambapo utajionea vitu vingine vimetupwa na hakuna mtu wa kuokota, hakuna mtu wa kuchukua. Na ndiposa Biblia ikasema pesa zitatupwa barabarani na hakutaonekana mtu wa kufanya nini? Wa kuchukua, kwa sababu ya ile hofu ya kuona Mwokozi yuarudi, ya kuona ya kwamba Mwokozi anakuja. Ngoja utajionea pia. Tazama kabati nzuri kama hii. Nzuri kabisa. Hebu itazama. Tazama. Naona kabati nzuri na hakuna mtu wa kuokota. Ni nzuri mno kweli. Na hakuna mtu wa kuchukua. Sitaki kufungua, nilitaka kufungua lakini hapana. Hii pia mtu anatupa kwa nini? Wakati alikuwa anahama alishindwa kubeba. Aidha alichukua gari ndogo na lile gari ndogo likashindwa kubeba kabati nzuri kama hiyo. Hii imetupwa, imekaa hapa siku nyingi na hakuna mtu wa kuchukua. Ndio sasa tazama. Hizo matrices nzuri kubwa zimetupwa na hakuna mtu anakuja kuchukua. Sasa inakuonyesha nini? Ni ya kwamba hata kutupa pesa barabarani haitakuwa vingumu. Haitakuwa vingumu kutupa pesa barabarani. Ona hizo. Tazama tena viti vingine. Viti vya dhamani vimetupwa na hakuna mtu anaweza kuchukua. Sasa mpendwa, nataka uelewe ya kwamba kwa kweli kama vile maandiko alisema, wakati unakuja na umekaribia, na kwa kweli watu watatupa vitu vyao barabarani na hakuna mtu ataweza kuchukua. Wakati gani? Kumbuka, ni wakati wataona ya kwamba Mwokozi anakuja. Wakijua ya kwamba Mwokozi anakuja na waone ako karibu kuja ama anakuja, hasa wakati ule wa mapigo, itabidi watu watatupa vitu vingi vyao na hakuna mtu atakayekuja kuvichukua. Sasa nataka nikuambie mpendwa, jiandae kabla ya wakati huo kufikia. Usiruhusu wakati huo wa kutupa vitu barabarani uje kufikia na iwe hujajuana na Mwokozi wako. Usiruhusu wakati huo ukaja. Sasa tazama hata hapa napo tena. Hapa napo pia utajionea kabati zingine zimetupwa na hakuna mtu wa kuchukua. Hakuna mtu wa kuchukua. Hii ni nyingine hapa. Hii ni nyingine hapa. Hii ni nyingine hapa. Sama hii nyingine nayo pia hakuna mtu wa kuja kuchukua. Sasa hii inaonyesha nini? Kwa kweli Bwana karibuni anakuja. Sasa mpendwa, nataka nikuambie usingojee wakati huo ukafika alafu ukaja kutishika ukimuona Bwana anakuja, alafu kisha ije kuwa utatorokea kwenye milima na miamba ukiambia milima na miamba ikuangukie, kwa maana hasira ya Bwana imefika. Ni ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie uweze kujiandaa kungali mapema. Usiruhusu ukaja kuchelewa. Maana wengine kwa kweli watachelewa. Watakapomwona Bwana anakuja, watachelewa. Na wataogopa sana kumuona Bwana akija. Huu ni wakati wako na wakati wangu kujiandaa, ili Bwana anapotokea usije ukachelewa kumuona, na mimi pia nisije nikachelewa kumuona. Kwa kweli ishara zinaonyesha
Dalili zile Yesu alisema ya kwamba zitatokea, ndio watu wajue ya kwamba ujio wake umekaribia. Nyingi zimekwisha kutokea. Sasa nataka nikuonyesha hapa napo tena. Hapa ni sofa seat nyingine nayo imetupwa hapa, na hakuna mtu amekuja kuiokota. Sama hii naona vile ilivyo nzuri, lakini hakuna mtu wakuja kuchukua. Hiyo inaonyesha nini? Inaonyesha ya kwamba Yesu anakaribia. Dalili zinazidi kutimia. Kwa hivyo ni juu yako, ni juu yangu kuweza kujiandaa. Ona hii nyingine hapa ninamulika. Hii nyingine hapa. Hii nyingine pia nayo imetupwa hapo, na hakuna mtu wakuja kuchukua. Sitaki niendelee zaidi, nataka nimalizie hapo nikitaka kusema ya kwamba Yesu alisema, mkiona mambo haya yametimia, basi mjue kwamba wokovu wenu umekaribia. Mkiona mambo haya yametimia, basi kila mmoja ajiandae akijua ya kwamba Bwana atakuja wakati usiotarajiwa. Atakuja wakati usiotarajiwa. Nataka nielekeze tena kamera kwangu ili nikuage mpendo. Naamini ya kwamba umejionea mengi ambayo nimekuonyesha juu ya vitu ambavyo vimetupwa na hakuna mtu wa kuokota. Hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba kweli, kama vile Isaia na Ezekieli walisema, vitu vikitupwa barabarani hakutaonekana mtu wa kuokota. Sio vitu vyote, ni vitu kama fedha. Ndivyo Isaia na Ezekieli wanasema ya kwamba pesa zitatupwa na hakuna mtu atakuja kuchukua, maana kila mmoja atakuwa anakimbilia usalama wake. Karibuni Bwana anakuja, na ni juu yako, ni juu yangu kujiandaa kabla muda haujaisha. Mpendwa, ninayo mengi ya kukuambia, lakini muda hauniruhusu. Kwa hivyo ukitaka kuona na kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba utembelee channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior. Endapo ungependa pia nikifundisha fundisho liingie kwenye simu yako mara moja, naomba usubscribe. Nataka kuwashukuru wote walio subscribe, kwa sababu mara moja ninapofundisha fundisho nikilituma linaingia kwenye simu yao mara moja. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.